Nipasue, si nataka unipasue. Wewe unajua kwa kweli nafu mimi nipate madhara kwa kumbwa wewe. Angalia sura kama mtu mlikuwa na ukimwi. Unacheka na nani? Wewe unaona mimi nacheka na wewe nini? Toa hela ana. Mungu ni baba yako na mama yako. Mbaya wewe. Angalia sura inataka kama mlikuwa na ukimwi. Sio moja. Walgame mtazamaji wa Michael TV Online, natumai uko poa kabisa, na leo tumeweza kukutana na kiongozi Dingo. Tuna maswali kadhaa juu ya kumuuliza kwa sababu ya maswala ya movie ambayo alicheza ya binti ya shule ambayo alifanya na kina brother Kifaru Mabulo. Kiongozi, habari? Salama. Unaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Tunaona mwanga wa leo, lakini sisi ambao tumeona mwanga wa leo tusiseme ya kwamba sisi ndio tunaishi. Hii kuna wenzetu sasa hivi wako maiti ndani ya kambi. Okay, asante. Na jambo la kwanza tungetamani kuanza na kukuuliza kuhusu ile movie ya binti wa shule. Ulianzaje kuingia kwenye ile movie? Nani aliyekuita mpaka ukafanya kazi? Mimi niliingia kwenye ile movie, aliyoniita alikuwa mama Madu. Huyu nani? Kifaru. Ndio aliyoniita nikacheza na ile picha. Je, binti wa shule. Okay, na je walikulipa pesa yoyote ili ufanye ile kazi? Walinilipa shilingi 35,000. 35,000 kwa siku moja. Okay, na mliweza kushuti kwa siku ngapi? Tulifanya kwa siku moja tu. Okay, na kwenye kufanya ile kazi ya binti ya shule uliweza kupata changamoto gani za kushuti mkiwa location na wasanii wengine? Ile tulitaka tukumbushe wa vijana ambao walishindwa na masomo waweze kujua masomo haina mwisho. Masomo hata mtu akiwa mkubwa, mtu anasoma tu. Uwe na akili, usipokuwa na akili huwezi soma kwa sababu wale muda wa kusoma utakuwa umeshapita. Okay, na kwenye ile movie mlicheza na Mama Zuu ambaye ni Kifaru, alikuwepo Popi na walikuwepo wasanii wengi. Je, kati yao wote nani ambaye alikuwa akikusumbua sana location? Sisi wote tulikuwa vizuri. Mimi ndio nilikuwa mkubwa wa ile picha. Mimi ndio nilikuwa mkubwa. Leta dumu langu huku bwana. Unakwenda kuliweka kwenye mavi. Weka tu. Okay, na je kwenye kufanya ile kazi ya binti wa shule mpaka sasa watu wangapi ambao wamesha kufahamu kupitia ile kazi ambayo ulifanya? Mimi nimefahamika muda mrefu sana. Muda mrefu kabisa mimi nimefahamika. Mimi siku mtoto tena kwenye kazi ile nimeshabobea sana. Watu wengi wananijua tu kwa sababu mimi ni baba wa mashauri. Na toka ufanye kazi ile ya binti wa shule, je, kuna director mwingine au mwigizaji mwingine ambaye amekuja kutafuta kwamba anataka mfanye kazi nyingine kama ile? Nimeshatafutwa na watu wengi. Tulicheza nyingine tena na Arc Essentiel pale wale wengine nicheza nao na Bakabuyenge. Hivi movie inaendelea, mtaiona tu. Okay, na je, ningetamani kujua mlipokuwa na Kifaru location, je, Kifaru mkiwa naye location ni mtu aina gani? Anakuwa na hali gani? Anakuwa na hasira au anakuwaje? Ni mtu hali mzuri sana. Kwanza watu wakimfanana huyu kijana Kifaru wataweza kuwa vijana ambao wataweza kuwa na hali ya kuistamiri ndani ya kambi, kwa sababu wa vijana wengi hawana adabu. Wengine tunawaona kama vile gisi tunavyowao wanaweka vinywele kama wasazi, lakini ule ni kijana mzuri, hana matatizo na mtu, hana magomvi na mtu, hana chuki na mtu, wala hana hata kiburi kabisa kama mimi gisi ninavyomuona. Okay, na je, Popi mvoshuti naye alikupa changamoto gani au na yeye ni mtu aina gani mkiwa location? Popi na ni mtu wa aina mzuri, ni mtu wa vichekesho, ni mtoto ambao sisi tunataka tumkomazi na tumisha mkomazi. Ni yeye tu aendelee na kazi zake na Mungu ambariki. Okay, na hizo kazi ambazo mmezifanya, umesema mmefanya kazi na nani? Nafanya kazi watu, nimeshafanya filamu nyingi sana hapa. Filamu ya kwanza nilianza kwenye Yode, ya pili nikaicheza kwenye Bitangacha, sisi kama sisi hivi vikaniendelesha tu. Kwa hiyo mimi hivi sasa hivi sina kundi, wale ambao wananipa kwa siku ile mimi naenda kucheza nao. Hawana kitu na ikaa. Maana mimi siwezi cheza filamu bila kidogo ya pesa. Okay. Na filamu zote ambazo mmewahi kuzicheza kuanzia hiyo Bitangacha, na hii binti wa shule, ni ipi ambayo ulipenda zaidi kuliko zote? Sio mimi ambao tutaweza penda, ambao wataweza penda ni wale ambao wanaotutazama kwenye mlongoti wa dunia hii ama kwenye dunia hii, wale ndio wataweza iona kama viko sawa au kama sio sawa, kwa sababu hakuna mtu ambao ataweza jitamani mimi ni mtu mzuri.
wakati wewe ni mtu mbaya unajitamani mimi ni mtu mzuri. Watu ndio wanatakiwa wakuone, waone mwenendo wako, waone jinsi unavyoishi na watu, ni watu. Sio wewe kujisifu mimi ni mtu mzuri, watu wengine wako hivyo sana. Sijui kama hapo naelewa. Nilitaka kuuliza haswa sio kwamba movie lakini maswali isiwe mengi kwa sababu tuko kwenye jua. Okay. Nilitaka kujua kwamba kutokana na kazi mlizozifanya mmefanya na watu tofauti tofauti, akina Kifaru na wengine. Je, ni akina nani ambao ulivyokuwa nao location walikuwa wanakuheshimu sana, wanakuzingatia sana, ni watu ambao walikuwa vizuri sana kati ya makundi yote ambao mmewahi kufanya nayo? Yote iliniheshimu na mimi niuheshimu kwa sababu sikufanya hata siku moja magomvi na location yoyote ile. Ningilikuwa wale waniheshimu, ingilikuwa ni magomvi kwenda mbele. Lakini wote tuliheshimiana, waliniheshimu na mimi nikawaheshimu kwenye kazi yangu. Na mimi siwezi taka nifanye magomvi na watu kwa sababu mimi ni mshauri. Na ndio maana vijana wengi wananitukana kama wazazi, wanaponiona mtaani wananiita kuna kwa sababu mimi naenda kuiona tu na mimi nasamea kwa sababu mimi niko mpana mashauri. Sasa mimi nikiwa mpana mashauri tena nianze kupigana, nitaonekana kama mimi akili haipo. Sina akili. Sijui kama vile unaelewa. Asante sana. Na tumalizie na hili swali kwamba tunataka kwenda kwenye maswali mengine. Ile uniform ulioivaa kwenye binti ya shule ilitoka wapi? Uliibiwa. Nauliza ili nijue kwa sababu ile haikuhusu. Kuibiwa afu unauliza maswali ya nini? Okay, asante sana. Okay, na twende kwenye masuala ya nchi yetu ya DRC Congo pamoja na Tanzania. Je, una miaka mingapi toka hujafika nyumbani Kongo? Kwanza mimi niwezi kusema ya kwamba Kongo yetu mimi naitaka sana. Ilikuwa Kongo ya zamani ikaja kuingia Zaire. Mpaka leo tena ni Kongo. Hivi nimeshukuru sana nchi yetu kuzaliwa mule, lakini mimi sijabombea sana Mkongo kuzidi Tanzania. Mimi nimekaa Tanzania hivi sasa hivi niko na miaka 30. Kongo niikaa miaka 11, Tanzania miaka 30. Kwa hiyo hivi tu tuwezi shukuru tu malezi ya nchi ya Tanzania gisi wanavyotulea, tuko sawa kwa sababu mtu anavyokukulea miaka 30. Bwana, huyu mtu unatakiwa umbariki sana. Mimi kenyewe niko nataka kusema, sitaki Watanzania wao wanafukuzwa Mkongo. Mimi sitaki Watanzania wao wanafukuzwa Mkongo kwa sababu tukiwa tunafukuza Watanzania Mkongo, tutakuwa kama sisi hatuna akili na hatutakumbuka malezi yao. Kumbe mimi tu nikumbuka malezi yao. Iko sawa mimi kwa upande wangu